بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يكم حمد الله تبارك وتعالى أنكم تكازيه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، tunaendelea darasa yetu katika kitabu cha Tauhid, na leo tunaangalia babu la yudhbahu lillahi bimakani yudhbahu fihi lighairi llah. Hapachinji kitu kwa kusudia Allah katika sehemu ambayo panachinjwa vitu vingine. Kwa wanyama wanachinjwa lakini pasipo kukusudia Allah. Pengine panachinjwa kwa sababu ya mashetani, hapo panachinjwa kwa sababu ya masanamu, panachinjwa kwa sababu mengine. Kwa hiyo sehemu ile haitakiwi tena kwenda kuchinja kwa ajili ya Allah. Kama unachinja kwa ajili ya Allah, sehemu hiyo hutakiwi kwenda kuchinja. Wa qauli llahi ta'ala, na kauli yake Allah Ta'ala aliposema la taqum fihi abadan, usisimame katika msikiti kama huu ambao umejengwa kwa sababu ya kumfanyia wadui waja wa Allah na mtume wa Allah. Usisimame milele kufanya ibada. Al-aya tu sura at-Tauba, sura at-Tauba ya 108 hiyo. Wa an Thabit, nipokea kutoka hadithi kutoka Thabit ibn Dhahhak radiyallahu anhu qala, amesema nadhara rajulun an yanhara ibilan bibawana, aliweka nadhiri mtu mmoja achinje ngamia katika sehemu bawana. Bawana ni sehemu ya bawana hiyo. Fasala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal, agani nataka nichinje sehemu hiyo, nichinje? Faqala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wathnu min awthani al-jahiliya yu'bad, je, palikuwa katika sehemu hiyo kuna masanamu katika masanamu ya zama za kijahili yakiabudiwa hapo? Qalu, wakajibu la. Qal, akasema fa hal kana fiha eidun min ayadihim, je, katika sehemu hiyo palikuwa na wanafanya idi zao? Katika idi zao palikuwa idi moja inafanywa katika idi zao hao makafiri? Qalu, wakasema la, hapana. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, aufi binadhrika, basi tekeleza nadhiri yako. Yani chinja huyo mnyama wako hapo. Madam hapofanyi vitu hivyo, basi chinja huyo mnyama wako. Fa innahu, kwani akasema mtume, fa innahu, kwani hakika yake, la wafaa linadhiri fi ma'siyati llahi, hakuna kutekeleza nadhiri katika sehemu ya kumuasi Allah. Wala fi ma la yamliku ibn adam, wala katika sehemu ambayo binadamu haimiliki yeye. Hadithi hii rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala shartihima, na isnadi yake katika sharti mbili ya wawili hao, yani Bukhari na Muslim. Ikhwata, angalieni kwanza hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema. Kauliza fahal fiha aidun min ayadihim, je, katika sehemu hiyo pana idi katika idi zao hao makafiri? Yani hapo sehemu hiyo makafiri wanafanya idi zao? Qalu, wakasema hapana. Akauliza tena, aliuliza kwanza, jahali fihi wathan min awthani aljahiliya, palikuwa na sanamu sehemu hiyo panawekwa katika masanamu ya kijahili? Yani walikuwa wanaabudia masanamu yao hapo au pana idi zao? Lakini waliposema la, ndo akasema au fi nadhrika, tekeleza nadhiri yako, kwani hakuna katika kufanya maaka kutekeleza nadhiri katika sehemu ya kumuasi Allah, katika maasi ya Allah, wala katika sehemu ambayo binadamu haimiliki. Hii ni jambo la hatari sana, mtu akachukua mnyama wake pengine aenda kudhahi katika kama idi al-Adha inayokuja hii, anaenda kudhahi katika sehemu ambayo walikuwa wanadhahi watu kwa sababu ya mashetani, kwa sababu ya mambo mengine, au unafanya idi zao za kikafiri kwenda kufanya, basi atahadhari mja kwenda kufanya kama hivyo. Hiyo ni khita, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kanahadharisha hilo na kauliza hilo alipoambiwa huyo mtu kwa nadhiri kwenda kuchinja ngamia katika sehemu hiyo. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, hapafanyi mambo hayo? Hakuna sanamu katika masanamu ya kijahilia, hapafanywi idi katika maidi zao. Alipoambiwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, basi tekeleza nadhiri yako, kwani hakuna kutekeleza nadhiri fi ma'siyati llahi, katika mambo ambayo ukiwa unatekeleza unamuasi Allah. Wala fi ma la yamliku ibn adam, wala katika sehemu moja kitu ambacho au sehemu ambayo binadamu haimiliki, pengine mnyama wako, lakini unakwenda katika ardhi ya mtu mwingine si yako na huna ruhusa yake mwenyewe, unakwenda kufanya vipi hapo? Unakubali vipi hapo? Fa tahadhari na masuala kama haya. Ni hadithi
kama ilivyo amesimulia Abu Daud na isnadi yake kutoka sharti ya Bukhari na Muslim. Anasema fihi masail, katika darasa hii kuna masala mengi tumejifunza ndani yake. Kama hali ya 10 na fi 11 hapo. Al-ula, la mwanzo anasema tafsiru qawluhu la taqum fihi abadan, tafsiri ya kauli yake Allah aliposema usisimame kufanya ibada katika msikiti huo abadan. Kwa hiyo kakataza katika msikiti ambao umejengwa dhirara, unataja katika Qur'an masjid dhirara ambao umejenga kwa muharaba tu wake kumpiga vita Allah na irsad liman harab, na kwa sababu ya kuongojea wale ambao wote wanakwenda kuwapiga vita mtume wake Allah na mtume wake pamoja na waumini. Kwa hiyo Allah akamkataza simame kufanya ibada katika msikiti kama huo kwa sababu umejengwa kwenye kama hiyo. Kwa hiyo inaonyesha hii aya vile vile katika sehemu ambayo panafanya maasi basi hapatakiwi kwenda kufanya ibada ya Kiislamu katika sehemu hiyo. Tunatahadhari, tuangalie hata viwanja tunakwenda kusali Eid hivi, tuangalie hapa fanya maasi hapo. Athania, la pili tulojifunza, anna al-ma'siyah qad tu'tharu fil ardhi. Tumeona kwa makatazo kwamba pale walikuwa wanafanya maasi basi ardhi ishaathirika. Kwa hiyo inaonyesha maasi yanaathiri katika ardhi. Wakadhalika taa, na vile vile katika taa yanaathiri, maasi yanaathiri. Unaenda kufanya taa pale wewe lakini panafanya maasi, kwa hiyo taa ile inaathirika kwa yale maasi yaliyofanyika pale. Ndio maana Mtume SAW akakataza. Kukataza kwake kunaonyesha kwamba vile vitu vinaathiri, hiyo vinaathiri ardhi, vinaathiri vile vile na taa yale maasi. Athalitha, jambo la tatu, raddul mas'alatu al-mushkala. Tumepata kuona majibu ya masala yaliyoleta mushkili ila al-mas'alati al-bayina, kuelekea katika masala ambayo yalikuwa wazi kabisa. Liyazul al-ishkali, ili kuondoka ule mushkili. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam kuuliza fihi wathanu min awthan al-jahiliya, kamba hapana, hapa kuwepo. Je, fihi Eid min ayadihim, kuna Eid katika Eid zao? Hapana. Ndio karuhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam akasabainisha kwamba hakuna kufanya kutelekeza nadhiri katika maasi ya Allah wala katika kitu ambacho wewe hukitekelezi. Kwa hiyo kakataza pale Mtume sallallahu alayhi wasallam vile, kauliza na akakataza vile, na katoa muongozo kwamba sehemu ile haitakiwi tena pafanywe masuala ya ibadati. Arabia, jambo la 4 tulijifunza, istifsalu al-mufti idha ihtaja ila dhalika, yani kupambanua kwa mufti anapohitajia kupambanua swala lile, anatakiwa au kupambanua liwe wazi. Al-khamisa, la tano tulijifunza, anna takhsisi al-buq'ata bin-nadhri la ba'sa bihi. Tumeona kuihusisha sehemu maalum kwa sababu ya kutekeleza nadhiri hapana ubaya, idha khala min al-mawani', lakini itapowekana ile sehemu na vizuizi. Ndio kama hivyo, kama kwa palikuwa labda wanafanya ibada zao za kijahilia, wanafanya Eid zao majahili au ibada zao za kishirikina, basi hii itakuwa ni maana imezuia. Sadisa, al-man'u minhu idha kana fihi wathnun min awthan al-jahiliya, kuzuia katika sehemu hiyo kuchinja itapokuwa ndani yake kuna masanamu katika masanamu ya kijahili, walau baada zawali, hata kama baada ya kuondoshwa, lakini palifanywa tu pale, basi wanatakiwa pazuiwe, pasifanywe ibada, pasiwekwe nadhiri katika sehemu, kutengelezwa nadhiri katika sehemu hiyo, yani ibada isifanyike katika sehemu hiyo. Asabi'a, la saba tulijifunza, al-man'u minhu idha kana fihi wa'idun min a'yadihim, kuzuia vile vile katika sehemu hiyo hiyo ya kufanya nadhiri, ya kutekeleza nadhiri hapo, kama palikuwa sehemu hiyo pana Eid katika Eid zao, walau baada zawali, hata kama baada ya kuondoshwa, pengine walifanya alafu ikaondoshwa bali, lakini ile sehemu inakuwa haitakiwi tena kwenda kufanya ibada za Kiislamu pale. Athamina, la 8 tulijifunza, annahu la yajuzu alwafaa bima nadhara fi tilka albuqa, kwamba tumeona kwamba haijuzu kutekeleza kila alichoweka nadhiri katika sehemu kama hizo, li'annahu nadhru maasiya, kwani hiyo itakuwa ni nadhiri ya maasiya, kwenda kufanya katika sehemu ambapo palifanya maasi itakuwa ni nadhiri ya maasiya, kwa hiyo haitaki kutekelezwa katika sehemu hiyo. Atasi'a, jambo la 9 tulijifunza, alhadharu min mushabahati almushrikina fi a'yadihim, matahadharisho lilotahadharishwa kutokana kujifananisha na washirikina katika Eid zao.
walau lam yaqsiduhu, hata kama hakukusudia katika nafsi yake, katika moyo wake hakukusudia kama mimi nafanya hivi kuiga wao, lakini ikiwa unafanya vile namna waliofanya wao, basi kuna katazo ndani yake, utakiwa ufanye hivyo. Kuna vitu vinahitaji nia yako, havitizami ufanyaji wako tu, basi ushaingia katika dhambi ambayo haitakiwi ufanye kabisa. Jambo ashara la 10, la nadhru fi maasiya, hakuna kuweka nadhiri katika mambo ya maasi, hutakiwi mtu kuweka nadhiri humo. Al-hadiyata ashara, jambo la 11, la nadhru libni adam fi ma la yamlik, hapana kuweka nadhiri kwa binadamu katika mambo, kitu ambacho yeye hakimiliki. Wewe unasema mimi nitaweka nadhiri, nitachinja ng'ombe sehemu fulani, lakini wewe ng'ombe humiliki na pesa kumnunulia ng'ombe huna, unawekaje nadhiri kama hii? Au yupo kwako lakini si wako, kwa mtu mwingine, utaweka nadhiri vipi? Haitakiwi kuweka nadhiri kama hivyo. Tunatahadhari ya ikhwa masuala kama haya. Darasa hili inshallah taala itaishia hapa biidhnillah tabaraka taala. Tutaje kuendelea katika darasa ijayo, min ashirki an-nadhru li ghayri Allah. هذا درس الآخر إن شاء الله تعالى. اليوم نكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.